Upinzani mmechoka nayo? Ama mnataka kuendelea kukaa upinzani? Na nyinyi mimi nataka niwaulize. Wale ambao mimi nashindana na wao, ukiwaambia mambo ya barabara hawajui. Wakikuja hapa mtawasikia. Barabara hawajui. Stima hawana mpango. Maji hawana plan. Ile ingine yote they have no plan on anything. Nyinyi mnanielewa? Mambo yao, akili yao inaanza kwa uchuki, inaenda hapo kwa ukabila, inarudi hapa kwa madharau na siasa duni. Nyinyi mnanielewa? Sasa mimi nataka niwaulize, nyinyi watu hapa Ukambani, tunaelewana? Si nyinyi mnataka maji? Si mnataka barabara? Stima iwekwe kwenu? Sio inahitaji mtu wako na akili? Sasa mimi nataka niwaulize, mtu kama hana mpango hana, sera hana, agenda hana, akili hana, atabadilisha Ukambani namna gani? Atabadilisha Kenya namna gani? Mimi nawauliza watu wa Ukambani, kazi yao ni ukabila. Ati wanaume 3 wameenda kuketi chini kwa room, ati wanagawa serikali, ati wewe chukua 50%, wewe chukua 20%, wewe. Mimi nimewaambia serikali ya Kenya si yenu bwana. Serikali ya Kenya ni hawa wananchi wote. Hamwezi kwenda kuketi chini kwa kona ati mnagawa serikali ya Kenya. Mimi nimekuja hapa mambo ya maendeleo. Mwingi hii haiwezi kubadilishwa na siasa chafu ya ukabila na migawanyiko na chuki. Mwingi hii na Kitui itabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo. Kama hii soko, hiyo barabara tunajenga, stima tuwaongezee, na tufanye yale mambo maendeleo mengine mengi. That is how Mwingi, Kitui and Kenya is going to change. Ama namna gani my friends? Mtu akikuja achochee ukabila hapa, hii dunia itabadilika? Soko kama hii inaweza kujengwa na uchochezi wa ukabila ama chuki? Si namna hiyo? Ndio mimi nawauliza wale wengine wote wanazungusha hii dunia, wanatusumbua, hawa hawana shares, wale wako na shares, sijui nani. Hiyo ni ujinga. Ama namna gani my friends? Tunaelewana? Kila mwananchi Kenya hii ako na shares kwa serikali ya Kenya. Kwa hivyo msituletee ujinga. Ama namna gani? Na serikali si ya wanaume 2-3 wameenda kuketi chini kwa hoteli ati wanapanga, wewe chukua 50%, wewe chukua 20%. Na hawa wananchi wote percentage yao iko wapi? Sio kama tunaelewana my friends. Zamani tulikuwa tunaweka mboga zetu kwa mchanga, soko iko kule juu, tulikuwa tunaweka kwa mchanga, vumbi, lakini saa hii tumeendelea sana. Tunaweka juu, hakuna kushika vumbi, na ni very neat na smart, na hatunyeshewi. Tulikuwa tunafunga umbrella juu ya njua. Huku Mwingi North njua ni mingi. Lakini saa hii wakina mama wa mama mboga wameonekana. Vile ulikuwa umesema bottom up, saa hii tuko juu. Hata mboga tunaweka juu na tunashukuru, tunaendelea poa. Sasa kwenda nyumbani tunaweka hapa chini, tunafunga. Hakuna kupembana. Yes. 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 Unaona sasa, ukiona mama ametoka kwa pale kuweka mali yake, chakula yake, si mboga kwa chini. Sasa mmelete hapa. Yes. Mpaka wengine watakuwa juu ya ghorofa. Yes. Bottom up. Wengine wako juu. Kuna wengine wako juu. Haya. Yes, hata kuna challenge wetu mwenye anasimamia hii soko yote. Jina langu ni Lydia Mbuvi. Tunakushukuru rais wetu kwa kutujengea soko standard. Sasa tuko kiwango kingine na uchumi unaendelea kuinuka na biashara zetu zitaendelea kuinuka. Tunakushukuru sana. Sisi wanakamuongo hapa Mwingi North tuko mbele sasa. Tuko mbele? Tunakushukuru. Tunasema 2 term. So, hii mboga mnatoa wapi? Hii inatoka pande ya Kirinyaga County na Kutus. Sinaletwa hapa na Mangari. Ndio tunauziwa, tunauza.
kwa wholesale, so tunauza na retail. Yes. Yes.